Majaoni. Unaweza ukatupa ule mkutano wa injili wa hadhara kule Majaoni. The crusade you gave us yesterday. Ule mkutano uliotupa jana. The one in dark blue and white, that is Pastor Sarah. Aliyevalia hiyo nguo ya madoadoa ni mchungaji Sara. That is where Pastor Bishop Mwiru found me. Hapo ndiko alikompata mchungaji Askofu Mwiru. That one singing was teaching Sunday school. Huyu anaimba alikuwa mwalimu wa shule ya Jumapili ya watoto. The one at the far right is Mrs. Evans. Na yule ambaye ako mbali kule kwenye mkono wa kulia ni mke wa mchungaji Evans. That young boy was the leader for praise team. Yule kijana mdogo alikuwa kiongozi wa kikundi cha ibada na sifa. So that was our beautiful altar for crusade. Kwa hivyo hayo alikuwa madhabahu yetu ya kupendeza ya mkutano wa injili wa nje. That one is Joyce. She's still here. Huyo ni Joyce angali hapa. That one is John, Pastor John. Huyo ni mchungaji John. He rebelled. Alihasi And he became lame. He is on a wheelchair. Akakuwa kiwete, ako kwenye kiti cha magurudumu. And yes, and God had healed him from HIV. Am I right? Na Mungu alikuwa amemponya kutokana na virusi vya ukimwi. Je, ninakosea ama niko sawa? So those were the members, all of them. You can see. Kwa hivyo walikuwa washirika, unaweza ukawaona. Au ni wote? And you see where he was conducting the crusade. Na unaona mahali alikuwa anafanyia mkutano wa injili wa nje. So that is your pastor. Huyo sasa ni mchungaji wenu. That is where Bishop found us. Hapo ndiko alikowapata askofu. You see, even children were playing. Unaona hata watoto wanacheza. The other one in blue at the far corner is Pastor Evans. Mwingine aliyevalia nguo ya samawati kule kabisa chini kwa pembe kule ni mchungaji Evans. The two speakers. Hizo spika mbili ni za JBL. I gave them to a certain pastor. Nilizipeana kwa mchungaji fulani. So that is me preaching. Huyo sasa ni mimi ninahubiri. That is the light. He can push it forward a bit. Anaweza akaisongeza mbele kidogo. Yes, that is your pastor preaching. Huyo ni mchungaji wenu, anahubiri kweli. He's like slapping people. Ni kana kwamba anapiga watu makofi. And the picture behind me is me. Na picha iliyoko nyuma yangu ni mimi pia. That is your father. Huyo ndiye baba yenu. And that is where Bishop found me. Na hapo ndipo alikonipata askofu, mchungaji anasema. And when he anointed me, Na aliponipaka mafuta. you see Pastor Evans at the other side? Unaona mchungaji Evans ikaona pande ile chini. He was very skinny, very small. Alikuwa mdogo mwembamba. Pastor Sammy is seated there. Mchungaji Sami ameketi kule. Yes, that is Pastor Sam. Ndio huyo mchungaji Sami. So, you realize we were at the same level. Mnatambua kwamba tulikuwa katika kiwango kimoja. All of us, Sisi zote we were at the same level. tulikuwa katika kiwango kimoja. That is the church and that is Pastor Ezekiel. Hilo ni kanisa na huyo ni mchungaji Ezekiel. Praying for people. Anaombea watu mahitaji yao. Dressed in black. Amevalia nguo nyeusi. Confused, you don't know which cloth belongs to you. Umechanganyika hata hujui nguo za gani ndizo zako. So these are the churches that you have and you say you have big churches. Sasa haya ndio makanisa mlionayo na mnasema mna makanisa makubwa. Am I right? Je, niko sawa? This is 13 years ago.
Hiyo ni miaka 13 iliyopita. You people, you are 13 years behind me. Sasa ninyi watu mna miaka 13 nyuma yangu. This is Solomon. This one is Solomon. Huyu ni Solomon. And this is Brian, security. Na huyo ni security ambaye alikuwa anaitwa Brian. So your churches are like this, am I right? Kwa hivyo makanisa yenu yanafanana hivi, si ni kweli? And now, Na sasa see our crusades. ona mkutano wetu wa nje Our crusades now. ya sasa hivi. And I will ask you, Alafu nitakuuliza swali. if you were me, Kama ungekuwa kwenye nafasi yangu and Bishop found you there, na askofu alikupata kule, and now people follow you like this, na sasa watu wanakufuata kiwango hiki, would you still remain faithful? je, bado ungedumisha uaminifu wako kwa mchungaji Ezekiel The same ways to his father, jinsi alivyo kwa baba yake? that I don't fluff vehicles for this crusade. I insist that he flags them off. Ya kwamba siwe nikatoa magari kwa ajili ya hii mkutano na amrisha yeye ndiye ayatoe. That before I conduct a crusade, I sacrifice on his altar. Ya kwamba kabla nifanye mkutano wa hadhara kama huo, ninatoa dhabihu kwenye madhabahu yake. When my children are going to sit for their end college whatever exams, I sacrifice on them. Ili kwamba watoto wangu wanapenda Not on my altar, on his altar. natoa dhabihu kwa madhabahu yake, si kwa yangu, kwa yake. Can you be faithful at this stage? Je, unaweza kuwa mwaminifu kwa kiwango hicho? Is it possible? Je, inawezekana? The truth is, Ukweli ni kwamba we don't know. hatujui. Will you still tell people Bishop is my father? Je, bado utazidi kuambia watu kwamba askofu ni baba yangu? My daughter, that is why Binti wangu ndiposa I cannot lose my anointing. siwezi nikapoteza upako wangu. Faithfulness to the authority. Uaminifu kwa mamlaka ya kiroho yangu. Obedience to the authority. Utiifu kwa mamlaka ya kiroho yangu. And now he comes. Na unaona sasa anakuja. And when he comes, I become a little boy. Na anapokuja anafanyika kijogo. Who doesn't know how to preach? He is coming. He is coming. Ona anakuja. Oh, they don't have the clip. Will you still be faithful? Je, misha uaminifu wako? When your sacrifice is in millions, can you lend it to him? Wakati dhabihu yako iko katika mamilioni, je, bado utamtumania? If you can't send 10,000, can you send 10 million? Kama 10,000 peke yake ya kushinda kutuma, je, milioni 10 waweza tuma? Do you know what we need to do? Unajua tunachofanywa kutakiwa kufanya? Today, Leo let us repent. wacha tutubu. Okay, if God gives you such a church like what he's going to show you, the church, Sawa, kama Mungu atakupa kanisa kama hilo ambalo wanaenda kuwaonyesha kanisa, and it is not a crusade, it is a church. na sio mkutano wa injili wa hadhara, ni kanisa People, au ni watu, it is not a crusade. sio mkutano wa nje. Will you still call him daddy? Je, bado utamuita baba? Will you are from abroad, come here. Je, utatii wakati unamwambia kwamba umetoka ng'ampa? Break your fasting Vunja mfungo wako and eat this food. na mule chakula hiki. Don't tell me you are fasting. Musiniambie mnafunga. I will carry you on my back as your father. Nitawabeba mgongoni mwangu kama baba yenu. Or you will tell him, daddy, you don't know. Now my church is now big. And someone told me his church is big. He does not have time here. Ama utamwambia mchungaji, baba, kanisa langu ni kubwa, sina muda hapa, kama alivyoniambia mmoja wenu. Caleb. Caleb. Am I preaching the true gospel? Je, nahubiri injili ya kweli? If you have this Kama uko na hii and he calls you, na anakuita, will you go? je, utaenda? And do you know that this picture is a long time ago picture? Na unajua hii ni picha ya zamani za It is not zamani. a current one. Si ya sasa hivi.
Will you go and sit there and he tells you, stop fasting, eat this food? Je, utaenda kule kisha nakwambia wacha mfungo, kula chakula? You will tell him, Daddy, you don't know. My church. Utamwambia baba, hujui kanisa langu. I need to pray and fast. Nahitaji nifunge niombe.